Ulinzi wa mtoto ni jukumu la pamoja la jamii linalohitaji mshikamano na dhamira ya kweli katika kulinda ustawi wa taifa la kesho. Kwa kutambua uzito wa changamoto za biashara ya usafirishaji haramu wa binadamu na ukatili dhidi ya watoto, mwaka 2022, mkurugenzi wa mashtaka yani DPP chini ya kifungu cha 4A cha sheria ya huduma za mashtaka kwa kushirikiana na mkurugenzi wa makosa ya jinai Tanzania alianzisha kikosi kazi cha ulinzi wa mtoto dhidi ya biashara ya usafirishaji haramu wa binadamu. Hatua hii ililenga kujenga taifa lisilokuwa na vitendo vya usafirishaji haramu wa binadamu na ukatili kwa watoto. Kikosi kazi hiki hakikukusudiwa kuchukua au kuingilia majukumu ya vyombo vya uchunguzi, bali kuwaleta pamoja wataalamu wa haki jinai waliobobea katika masuala ya ulinzi na ustawi wa mtoto. Kupitia ushirikiano huo, kimekuwa kikihakikisha wahanga unalindwa, manusura wanapatiwa msaada stahiki na mashauri yanapelekwa mahakamani kwa weledi na umakini. Na zote hizi ni jitihada zinazoakisi dhamira ya kujenga taifa salama lenye mazingira rafiki kwa ukuaji na ustawi wa watoto. Hapa mkuu wa kikosi hicho SACP Tulibake Kasongwa anaeleza mafanikio na hatua zilizopigwa tangu kuanzishwa kwake. Katika muda ambao tumefanya kazi za kioperation, tumeweza kushinda, kupeleleza na kuendesha mashauri mahakamani 26 ambayo tumepata ushindi. Hizi ni kesi ambazo tayari zimekwisha mahakamani. Tumepata ushindi, na katika kesi hizo, kesi 20 ni za ukatili na unyanyasaji wa kingono na kesi 6 ni kesi za usafirishaji haramu wa binadamu. Lakini pia tumeweza kuwanusuru manusura 233. Katika manusura hao tumeweza kuwapatia huduma mbalimbali zikiwemo nyumba salama, lakini manusura 17 waliweza kuunganishwa na balozi zao. Hawa ni wale ambao walikuwa ni foreigners ambao tuliweza kuwaunganisha kupitia balozi zao. Lakini pia tumeweza kuzuia hati 52 za kusafiria, na katika hati hizo 52 manusura 42 waliweza kuokolewa ambao walikuwa wanataka kusafirishwa kwenda nje ya nchi bila kufuata utaratibu wa kisheria uliowekwa kwa mawakala binafsi wa ajira hapa nchini. Lakini pia tumewabaini watuhumiwa 20 wa usafirishaji haramu wa binadamu. Hawa ni watuhumiwa ambao wanafanya hizi kazi bila kuwa na usajili. Katika zama hizi ambapo dunia imekuwa kama kijiji kufuatia mapinduzi makubwa ya sayansi na teknolojia, fursa zimeongezeka, lakini pia hatari zimebadilika sura. Mtoto wa leo anakuwa katika mazingira ya kidijitali yanayompa maarifa na mawasiliano kwa haraka, lakini wakati huo huo yanamweka katika hatari ya ukatili wa kingono mtandaoni na usafirishaji haramu wa binadamu kwa njia za kisasa zaidi. Hivyo, ulinzi wa mtoto hauwezi tena kubaki katika mifumo ya jadi pekee. Unahitaji weledi, uratibu na uelewa wa mabadiliko ya teknolojia. Akizungumza kuhusu hali ilivyo sasa, Bibie Msumi, huyu ni mchunguzi mkuu wa makosa ya mtandao katika kikosi kazi cha ulinzi wa mtoto, anaeleza namna kikosi kazi kinavyopokea na kufuatilia taarifa za ukatili wa kingono dhidi ya watoto unaofanyika mtandaoni. Pia anafafanua mwenendo wa makosa hayo nchini. Kikosi kazi kimeunganishwa na mtandao wa kimataifa ambao unakusanya makosa ya mtandao ya watoto, na tunaletewa sisi kupitia mitambo maalum ambao tuko nayo hapa ndani ya kikosi kazi kwa ajili ya kuichakata na kuanza upelelezi. Kwa hiyo makosa haya ya kimtandao ni watu ambao wanayo wenyewe kupitia simu zao za mikononi, ambao wanapata kutoka kwenye mitandao ya kijamii mbalimbali wanayoitumia. Kwa hiyo ikionekana tu kwamba ile namba ya simu inatokea Tanzania na kuna picha za utupu zinazohusisha watoto, sisi kikosi kazi ndio taasisi ya kwanza, kikosi cha kwanza ambacho hapa Tanzania kinapokea moja kwa moja makosa ya aina hiyo kupitia katika mifumo maalum ambayo tumeunganishwa nayo.
hali kwa kweli sio nzuri, kwa sababu sisi tumeanza kupokea makosa hayo, tumeunganishwa katika mtandao kuanzia Julai 2025. Lakini sio manake kwamba kabla 2025 kulikuwa hakuna makosa yanayofanyika. Kwa hiyo leo mtandao ulipofunguliwa ile mwaka 2025 Julai, tumeanza kupokea makosa ambayo ya miaka ya nyuma zaidi. Kwa unakuta tunakutana na watuhumiwa ambao wametenda makosa hayo mwaka labda 2019, mwaka 2020. Kwa hiyo kwa siku moja angalau sio chini ya makosa 100 ambayo tunapokea. Kwa upande wa upelelezi, mtoto aliyeathiriwa na ukatili huhitaji mazingira rafiki na mbinu maalum ili aweze kuelezea kadhia iliyomkuta. Mkaguzi Grace Luaga, ambaye pia ni mpelelezi katika kikosi kazi hicho, anabainisha kuwa kwa watoto walio chini ya miaka 10 hutumika mbinu shirikishi na rafiki kwa mtoto, ikiwemo mahojiano ya kitaalamu yanayozingatia umri na hali ya kisaikolojia, ili kuhakikisha ushahidi unapatikana bila kumuongezea mtoto maumivu au hofu. Kuna mbinu ambazo unaweza ukazitumia ili kupata maelezo mtoto anamaanisha nini. Miongoni mwa vitu tulivyofundishwa ni pamoja na kumhoji mtoto kuhakikisha kwamba mazingira yako yanaendana na mtoto. Kwa katika kutengeneza mazingira, tuna vyumba maalum ambavyo tunaweka, kunakuwa kuna midoli, michezo mbalimbali ya watoto, mipira kutokana na umri wa mtoto. Ile inatengeneza urafiki kati ya wewe unaenda kumhoji mtoto na yeye mwenye mtoto wa mhanga. Lakini pia ndani ya kikosi kazi hiki tuna maafisa ustawi wa jamii ambao pia wao wanatusaidia pale pindi ambapo mtoto anahitaji msaada wa kisaikolojia kwa mtoto ambaye ana trauma zaidi. Hata hivyo, mafanikio ya mapambano dhidi ya ukatili wa mtoto yanategemea pia ushiriki wa jamii. Changamoto kubwa imekuwa ni uelewa mdogo wa namna na wapi pa kuwasilisha taarifa za vitendo vya ukatili. Cecilia Shelley, wakili wa serikali mkuu kutoka Ofisi ya Taifa ya Mashtaka NPS, anaeleza kuwa wananchi wana wajibu na nafasi muhimu ya kutoa taarifa mapema ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa kwa wakati. Njia mbalimbali ambazo tunazitumia katika kupata taarifa. Kwanza kabisa, tunaweza kupata taarifa kutoka kwenye chanzo cha kuaminika. Mtu yoyote au taasisi yoyote ambayo ina taarifa, basi wanakaribishwa kutoa taarifa hizi, na kikosi kazi yetu kubwa itakuwa ni kuzichakata taarifa husika na kufanya upelelezi ili kuweza kubaini kuaminika kwake kwa taarifa na tuweze kuzifanyia kazi pasavyo. Lakini pia kikosi kazi tuna wajibu kama upande wa pili wa chombo upelelezi, kwa sababu tunafanya upelelezi wa kulinda taarifa ambazo zinatolewa na mtoa taarifa hapa kikosi kazi. Kwa maana ya kwamba taarifa zetu tunaweza kuzipokea kama taarifa fiche au informa kwa Kiingereza. Tukipokea taarifa hizi huwa hatuwezi kumdisclose mahali popote mtoa taarifa, na analindwa kama anavyolindwa na sheria nyingine, huwa hatudisclose. Lakini pia kikubwa, tunafanya kazi kwa weledi na uadilifu. Huduma bora za mashtaka kwa wakati na usawa kwa wote.